Ushuru kwa maneno ya miwa, farm produce, sisi tunasema tawe. Tunasema tawe. Na mimi sasa niko katika mikakati ya kuweka kikosi ya kukabiliana na wale watu ya KRA wanatembea kuchukua hiyo ushuru. Mkiwaona tu mahali simu, mimi kikosi imefika. Hiyo maneno muende Sugoi, mfanyie Sugoi. Sisi hatutaki maneno kama hiyo. Watu wetu wameumia. Mheshimiwa Ruto, you have overtaxed Kenyans. Wameumia na wameumia na wameumia. Na mimi nataka kuomba wale viongozi wenzangu, wale wabunge ambao wanalete kila kitu Ruto akilete bungeni wanapitisha. Sasa chuma chenyu kimotoni. Hata wengine wako huko kwa dada yangu wa Mshomba. Unakumbuka wakilete hiyo tunasema no, hao wanasema yes. Sasa wakati KRA imeingia huko kwa mambo ya avocado, wanaanza kulia ati wanataka kuja kubadilisha sheria. Wakati sisi tulipiga no, mlikuwa wapi? Mlikuwa mnafuata Ruto, mkipiga yes, mkisema tuko serikali. Sasa hiyo bwana Ruto, sisi pana tambua hiyo. Hiyo peleka kwako. Kama unataka kuendelea kuchukua ushuru, peleka huko kwako. Hapa kwetu hapana. Na tulizunguka Kenya nzima, tulikuja mpaka hapa Bungoma na tukawaambia tutawatoa bottom, tuwalete wapi? Tulisema tutawatoa bottom, tuwalete. Na hiyo maneno mnaona inafanyika kweli? Sisi wakati mlitutuma kule bunge, mlitutuma tuende kuwatetea nyinyi wananchi. Lakini kuna wabunge wengine walienda kule kuenda kutetea William Ruto. Kazi ya William Ruto ni kuongeza ushuru na kunyanyasa wananchi. Na ndio sababu sisi kama Wakenya, sisi kama team ground, tumesema hata kama baba ako busy na campaign ya kutafuta kura ya kule Africa Union, sisi kama team ground lazima tutasimama wima tuweze kuendelea wananchi. Ni makosa tukipigania wananchi? Ni makosa tukipigania wananchi? Imagine serikali inajipanga, inaenda kucollect kinyesi ya farasi, kinyesi ya punda, inachanganya na mchanga, inawaletea kama mbolea. Hiyo ni serikali inafaa kuwa kwenye uongozi kweli? Na leo ningependa kusema hivi. Serikali ya William Ruto, if you are not dealing with Mithika Linturi, it means you as the president are part of the scheme to swindle and defraud Kenyans of their hard-earned money in this republic. Sivyo? Kama rais amchukulii hatua, kwa hivyo yeye pia ako katika hiyo deal. Sivyo? Na rais anapewa intelligence kila wakati na NIS. Haezi kosa kujua mambo haya yalikuwa yanafanyika. Najua wamekasirika, Wakenya wamegundua ukora yao, na sasa ndio nawaambia hivi. Nyinyi wananchi wa Bungoma, nataka kuwaambia hivi. Mimi nilikuwa advisor wa William Ruto. Wakati niligundua yeye ni mtu wa aina gani, nilitoroka, nikaingia ODM na nikachaguliwa kama mjumbe. Na sasa nataka niwaambie hivi. William Ruto kazi yake sasa ni kupora mali ya wananchi. Apore mali ya wananchi ili akuje kuwanunua nyinyi wote 2027. Mtakubali hiyo maneno? Na William Ruto akichaguliwa mara ya pili, kama saa hii anaongeza ushuru vile anataka, akichaguliwa mara ya pili ila hahitaji tena kuwaomba kura, mnafikiri atawafanya nini nyinyi? Si atawamaliza? Na ile anataka kufanya ni aingie mara ya pili. Imagine serikali inajipanga, inaenda kucollect kinyesi ya farasi, kinyesi ya punda, inachanganya na mchanga, inawaletea kama mbolea. Hiyo ni serikali inafaa kuwa kwenye uongozi kweli? Na leo ningependa kusema hivi. Serikali ya William Ruto, if you are not dealing with Mithika Linturi, it means you as the president are part of the scheme to swindle and defraud Kenyans of their hard-earned money in this republic. Sivyo? Kama rais amchukulii hatua, kwa hivyo yeye pia ako katika hiyo deal. Sivyo? Na rais anapewa intelligence kila wakati na NIS. Haezi kosa kujua mambo haya yalikuwa yanafanyika. Najua wamekasirika, Wakenya wamegundua ukora yao,
Na sasa ndio nawaambia hivi, nyinyi wananchi wa Bungoma, nataka kuwaambia hivi, mimi nilikuwa advisor wa William Ruto. Wakati niligundua yeye ni mtu wa aina gani, nilitoroka nikaingia ODM na nikachaguliwa kama mjumbe. Na sasa nataka niwaambie hivi, William Ruto kazi yake sasa ni kupora mali ya wananchi. Apore mali ya wananchi ili akuje kuwanunua nyinyi wote 2027. Mtakubali hiyo maneno? Na William Ruto akichaguliwa mara ya pili, kama saa hii anaongeza ushuru vile anataka, akichaguliwa mara ya pili ila hahitaji tena kuwaomba kura, mnafikiri atawafanya nini nyinyi? Si atawamaliza? Na ile anataka kufanya ni aingie mara ya pili. Kina mama, wacha niwaambie mambo ingine. Kwa sasa madaktari wamegoma, na nyinyi kina mama ndio mnatuzaa. Ukienda hospitali hakuna madaktari. Pale kuna hospitali pale Nairobi inaitwa Mbagathi. Wiki moja na kitu imeisha, mama alienda pale kujifungua, kukatokea complications, hakuna madaktari. Intern kamoja kajaribu, kwa bahati yake mama akaponea, lakini mtoto akaaga. Kwa sababu nini? Madaktari wako nyumbani. Na hiyo ndiyo hadithi iko kwa mahospitali zote Kenya mzima. Na hiyo ndio imefanya tukajiunga, tukuje hapa tuwaambie ukweli. Na wale wabunge ambao mmechagua, ambao tumechaguliwa Kenya mzima, tunawaambia tusimame na wananchi. Lazima wabunge wasimame na wananchi. Nyinyi ma MCA simameni na wananchi. Si orders zinatoka juu. Hawa ndio wadosi wetu. Na ndio sisi tunawasikiza, tufanye vile mlitachagua, tuende tufanye. Mnalinda, mnaweka kuku kwa nyumba. Na mumeweka pia miwa, nimepita nikiona miwa. Mnapalilia miogo, mahindi, maragwe. Kawaida ishakoma. Wewe unajua vile unajipanga, si ndio? Ingine unauza kidogo, unalipa karo ya shule. Ingine unajitetea, unaweka mulinde vyake kwa sababu rero mubula vyake. Unajipanga, si ndio? Lakini sasa hii serikali nyingine hii yenye sijua, hata mimi ninashangaa, niko kwa bunge, unafanya vitu gani huko? Ati kila kitu yenye utakuwa unavuna. Yenye utakuwa unavuna. Paka hapo uhesabu 5%. Upeleke, ulipe na e-Citizen. Ujui hata itaenda wapi. Unajua kama unaonako mahali pesa hospitali kuna madawa? Hata madaktari wako huko. Watu wanachelewa kulipwa, hawaandiki wakaongezea madaktari. Wale wenye wanatakana kwenda kusaidiana na wale madaktari wenye wako hawajaandikwa. Serikali yenyewe inasema haiwezi, wewe unalipa ushuru. Mnalinda, mnaweka kuku kwa nyumba. Na mumeweka pia miwa, nimepita nikiona miwa. Mnapalilia miogo, mahindi, maragwe. Kawaida ishakoma. Wewe unajua vile unajipanga, si ndio? Ingine unauza kidogo, unalipa karo ya shule. Ingine unajitetea, unaweka mulinde vyake kwa sababu rero mubula vyake. Unajipanga, si ndio? Lakini sasa hii serikali nyingine hii yenye sijua, hata mimi ninashangaa, niko kwa bunge, unafanya vitu gani huko? Ati kila kitu yenye utakuwa unavuna. Yenye utakuwa unavuna. Paka hapo uhesabu 5%. Upeleke, ulipe na e-Citizen. Ujui hata itaenda wapi. Unajua kama unaonako mahali pesa hospitali kuna madawa? Hata madaktari wako huko. Watu wanachelewa kulipwa, hawaandiki wakaongezea madaktari. Wale wenye wanatakana kwenda kusaidiana na wale madaktari wenye wako hawajaandikwa. Serikali yenyewe inasema haiwezi, wewe unalipa ushuru. Negotiation za kupeleka watoto wetu waende huko Haiti wakufie huko ndio zimewekwa mbele. Lakini sasa ukiwa kiongozi timamu, unataka uongoze kaburi ama uongoze watu wazima? Unaongoza watu wazima, si ndio? Lakini ukikataa kuweka madaktari kwa hospitali na kuwalipa na kuwasikiza, inamaanisha wewe hata watu wakikufa ujali.
Alafu itafika 2027 tena watarudi hapa na mistari zao hizo kutongoza wapiga kura, tena mtajipata tena mmefanya vile mlifanya. Hapa nani walipigia UDA kura? Hebu nione. Hata hakuna. Kwa hivyo walikaranga kwa kompyuta kwa sababu zilitokaka hapa chache. Kwa hivyo tuseme tu tawe na tawe ibaki tawe. Esendi mukoko ndulabusia sana. Lakini mbola ngende khabajuzi ndabere ni mbirambira mu bitabo byabwe ebyo nimbona barereo mbo balangwe change chaye ya bilioni 4. Omanyira bilioni. Yani mamilioni mangi chaye yo ndareba mune Yesu niye adehangi chaye yo. Tuliona huyu waziri ambayo tunataka kumpeleka nyumbani aliletea maseneta hiyo fertilizer ati wanuse wasikie kama ni mzuri. Yaani nchi zingine duniani wanatumia machine ya kupima kama fertilizer iko sawa. Lakini sisi hapa Kenya ati tunatumia smell technology. Yaani maneno sawa kweli? Hisi wanaturudisha huko nyuma. Miaka 1960 ambapo hii nchi ambayo ilikuwa imeanza kushika radi, tulikuwa pali sawa na nchi inaitwa Singapore. Mnashaisikia Singapore? Sasa wako huko mbele, si bado tumebaki nyuma. Alafu sasa tuko na rais ambaye anataka kuturudisha nyuma zaidi. Yaani yeye ameweka tax mpaka kwa chumvi. Tangu lini mkasikia chumvi imeongeza bei? Wakati Ruto alikuwa rais ndio mara ya kwanza chumvi iliongeza bei. Surely. Na sasa vile wengi wetu ni wakulima pale kwetu Kisii, sisi ni wakulima, nyinyi ni wakulima. Sasa wanataka kuleta ati e-teams waanze kutax wananchi. Hizo ni vitu za maana kweli? Vile mmeambiwa huyu mtu mukimrudisha shauri yenu. Sisi hatuwezi kubali, sisi kazi yetu ni kueleza kama wananchi ya kwamba hii serikali imeshindwa kazi. Imeshindwa nini? Kazi. Na kwa sababu wameshindwa kazi na tunajua atakuja kutumia pesa, hiyo pesa wakiwapatia nyinyi mchukue mkule kwa sababu hiyo ni pesa yenu. Mnachukua hiyo pesa mnakula, lakini mnatumia akili kuweka kura pali inafaa kuwekwa, si ndio? Wakileta pesa msikatae, hii ni pesa yenu, hii tunalipa hapa tax. Housing levy hapa wanasema wanataka kuweka tax ya housing. Wakiwajengea flat hapa, nyinyi mnataka kuishi kwa flat? Wewe ushaisikia Mwafrika ati anajenga boma huko kwa hewa? Si Mwafrika lazima akuwe na shamba yake hapo kidogo, ako na nyumba yake. Sasa wanakuambia ati toa pesa watengeneze hapa flat mkuje kuishi. Nyinyi mnataka maneno kama hiyo? Hiyo pesa waambie walete tuendelee kutengeneza kanisa ya Mungu, si ndio? Ndio iendelee kutusaidia. Tuliona huyu waziri ambayo tunataka kumpeleka nyumbani aliletea maseneta hiyo fertilizer ati wanuse wasikie kama ni mzuri. Yaani nchi zingine duniani wanatumia machine ya kupima kama fertilizer iko sawa. Lakini sisi hapa Kenya ati tunatumia smell technology. Hiyo ni maneno sawa kweli? Hisi wanaturudisha huko nyuma. Miaka 1960 ambapo hii nchi ambayo ilikuwa imeanza kushika radi, tulikuwa pali sawa na nchi inaitwa Singapore. Mnashaisikia Singapore? Sasa wako huko mbele, si bado tumebaki nyuma. Alafu sasa tuko na rais ambaye anataka kuturudisha nyuma zaidi. Yaani yeye ameweka tax mpaka kwa chumvi. Tangu lini mkasikia chumvi imeongeza bei? Wakati Ruto alikuwa rais ndio mara ya kwanza chumvi iliongeza bei. Surely. Na sasa vile wengi wetu ni wakulima pale kwetu Kisii, sisi ni wakulima, nyinyi ni wakulima. Sasa wanataka kuleta ati e-teams waanze kutax wananchi. Hizo ni vitu za maana kweli? Vile mmeambiwa huyu mtu mukimrudisha shauri yenu. Sisi hatuwezi kubali, sisi kazi yetu ni kueleza kama wananchi ya kwamba hii serikali imeshindwa kazi. Imeshindwa nini? Kazi. Na kwa sababu wameshindwa kazi na tunajua atakuja kutumia pesa, hiyo pesa wakiwapatia nyinyi mchukue mkule kwa sababu hiyo ni pesa yenu. Mnachukua hiyo pesa mnakula, lakini mnatumia akili kuweka kura pali inafaa kuwekwa, si ndio? Wakileta pesa msikatae, hii ni pesa yenu, hii tunalipa hapa tax. Housing levy hapa wanasema wanataka kuweka tax ya housing. Wakiwajengea flat hapa, nyinyi mnataka kuishi kwa flat? Wewe ushaisikia Mwafrika ati anajenga boma huko kwa hewa? Si Mwafrika lazima akuwe na shamba yake hapo kidogo, ako na nyumba yake.
Sasa wanakuambia wati toa pesa watengeneze hapa flat mkuje kuishi. Nyinyi mnataka maneno kama hiyo? Hiyo pesa waambie walete tuendelee kutengeneza kanisa ya Mungu, si ndio? Ndio iendelee kutusaidia.